Kujitambua. Kwitahura. Kuna maswali lazima nikupatie ujiulize. Hari ibibazo no guha wibaze. Kwa mwanamke aliyejitambua, mugore yitahuye, kwanza icambere anadhihirishwa agaragazwa na kumjua Mungu. No kumenya Imana. Tuko pamoja? Turi kumwe. Tuko pamoja? Turi kumwe. Mwanamke aliyejitambua, mugore yitahuye, anadhihirishwa agaragazwa na kumjua Mungu. No kumenya Imana. Kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu 22, 22, 21. 21. Neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana liravuga, mjue sana Mungu, menye cyane Imana, ili uwe na amani, kugira ngo ugire amahoro, ndipo mema hari ivyiza yatakujilia. bizokuza. Muniangalie huku, ni mundabe. neno la Mungu linasema ijambo wazi, ry'Imana liravuga, aliyejitambua, uwitahuye, ishara ambayo itamuonesha kwake, gitangaza kizomugaragaza, anamjua Mungu. amenya Imana. Na Mungu ni nani? Mbega Imana ninde? Mungu ni upendo. Imana ni urukundo. Amena. Leo sikuwaletea kitanda. Uno musi sinabazani igitanda. Sinabazani uburi. Mungu alitaka tuongee haya. Maana ashatse ko tuvuganira. Kuna mtu anabarikiwa lakini mbega hari umuntu ariko arahezagirwa. Mungu ni upendo. Imana ni urukundo. Na kama Mungu ni upendo, nimba Imana ari urukundo, ukimjua Mungu, ni wamenye Imana kwamba yeye ni upendo, yuko ari urukundo, na wewe ni mwana wa Mungu, na uri umwana w'Imana, utampenda adui yako, uzokunda umwansi wawe. Amena. Yule ambaye anakusemaka mbaya utampenda. Ujya kuvuga nabi uzomukunda. Yule ambaye hakupendaki wewe utampenda. Ujya tagukunda uzomukunda. Na sio kumpenda tu, kandi si gukunda gusa, utamuombea. Uzomunamusengera. Kwa sababu ni neno la Mungu. Uko ni jambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Mwanamke aliyejitambua, mugore yitaho, anamjua Mungu. Arazi Imana. Acha nikwambie, ulipoteza muda kuwajua watu. Watakaje umwanya, watu wakakuumiza, watu wakakuliza, watu walikuacha mjia. Lakini ukimjua Mungu, atakutambulisha mtu gani sahihi ambaye utatembea naye. Ukimjua Mungu, atakwambia siri zako ziambie fulani. Maana leo kunajaa unafiki ndani ya makanisa. Ukiambia mtu habari zako, mahitaji yako, ukizana atakuombea, unashangana na ipeleka mu maombi, anakutolea mahitaji, akagutangira ibitwaro. Ulimutuma? Mbega wamutumye. Kisha nakwambia musibisemi. Ngo ntubivuge. Musibisemi. Ntubivuge. Unamjua fulani? Uramuzi naka. Musimuone pale mama Faida. Numuone mama Faida. Tuliongea naye akaniambia hivi. Akasema hivi tena alikuwa analia. Kandi alikuwa analia. Usimuone pale sini mwanamke jasiri shujaa. Mimi ndio namjua. Mimi ndio namjua. Muniulize mie. Anakuwaka hivi, anakuwaka hivi, anakuwaka hivi, anakuwaka hivi. Ni kweli unaweza ukanijua, lakini haujui undani wangu. Anayejua undani ni Mungu. Ukimjua Mungu sasa, atakuepusha na huyo mtu. Atagutandukanya n'uwo muntu. Amena. Leo tunakuwa tunaingia mu maombi za mama. Unasikia mimi niko na hitaji ya siri. Ngo jewe fise umutwaro w'ibanga. Au mwa bisemaki. Cyangwa mwe ni mubivuga. Mimi niko na hitaji ya siri. Jewe fise umutwaro w'ibanga. Unafikiria hiyo kode ilitoka wapi? Mbe bibaza hiyo kode yavuye hehe? Juma nasemewaka kwenye abakutumia kusemewa. Kandi batabatumye babavugire. Ebo walimwambia fulani. Yego babwiye naka. Huyo fulani akakuja kumtoshea mahitaji. Akaza kumutangira imitwaro. Anakuja kusikia habari zake zinakuwa mtaani. Akaza kuvuga makuru yake. Sasa ukimjua Mungu, ndio ubaze kumenya Imana, atakufundisha nani utaongea naye, nani hautaongea naye. Mjue sana Mungu, atakuelewesha kujitambua, atagutahuza witahure. Amena. Ukimjua Mungu, ni wamenye Imana, Roho Mtakatifu atakuongoza. Hemu yarazo kurongora. Atakupatia maswali haya. Azoguha ibibazo. Sema maswali 5. Vuga ibibazo 5. Sema maswali 5. Ibibazo 5. Ambayo Roho Mtakatifu atakupatia. Hemu yarazo guha. Unataka kujua swali la kwanza? Leo ushaka kumenya kibazo chako. Swali la kwanza. Kibazo chako. Kwa yule ambaye anamjua Mungu zaidi. Ujazi Imana birenze. Swali la kwanza ambalo Mungu atakupa. Kibazo cha mbere Imana izoguha. Katika maisha yako, ubuzima bwawe. Kwa nini umezaliwa? Wikwizera ko wavutse. Kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse? Kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse? Umemjua Mungu sana, wamenye Imana. Roho Mtakatifu atakuuliza, Hemu yarazo kubaza, kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse? Na mimi ninakuuliza saa hizi, naje ndakubaza, kwa nini mwanamke ulizaliwa? Kubera iki umugore wavutse? Mungu akukuleta kwa bahati
nasibu hapa duniani. Ulikuja kwa mpango ili uwe faida kwa wengine. Kugira ngo inyungu y'abandi. Amena. Ndio maana umezaliwa. Nicho gituma wavutse. Kuna mbegu nyingi zilikufa. Hari imbuto nyinshi zaho. Pakatoka ya kwako. Basangiwa. Ukazaliwa na mwanamke mmoja. Uvuko mugoro. Hadi ukafikia kupata kimfupa chako. Ushika kuronga. Na leo unaishi. Mungu alikuleta kwa mpango. Imana yakuzanye gufite. Ukijitambua, utajua kwa nini umezaliwa. Uzomenya icyatumye uvuka. Amen. Hauko mshindikizaji wewe. Ntago waherekeje. Kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse. Nimekwambia kuna kimvuli nyuma yako. Nakubwiye ngo hari igitutu. Kuna watu wako nyuma yako. Sasa jiulize kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse. Mbona kuna wengi wamefariki? Hari benshi bapfu. Mbona wewe ungaliki hai? Kubera iki ukiri muzima. Kwa nini umezaliwa? Kubera iki wavutse. Swali la pili. Kibazo cha kabiri. Umetoka wapi? Wavuye hehe? Umetoka wapi? Bega wavuye hehe? Nikikujibu ndakwishura. Naweza kujibu vibaya, lakini naikupatia wewe. Ya kwanza, kwa nini umezaliwa? Ya pili, umetoka wapi? Mtu ambaye anamjua Mungu lazima ajiulize hayo maswali. Kwa nini nimezaliwa? Nimetoka wapi? Swali la tatu, nataka ujiulize, upo wapi? Upo wapi? Upo wapi? Swali la tatu, upo wapi? Wewe mwanamke ambaye unanisikiliza, baba ambaye unanisikiliza, vijana mko unanisikiliza, na watakao nisikia kwenye mitandao, upo wapi? Upo wapi? Kwa nini umezaliwa? Upo wapi? Kwa nini umezaliwa? Umetoka wapi? Upo wapi? Lazima ujiulize hayo maswali. Swali la 4, umeitiwa kufanya nini? Wahamagariwe gukora iki? Umeitiwa kufanya nini? Wahamagariwe gukora iki? Kwa muda uko hapa duniani, umeletwa ili ufanye nini? Swali la 5, kibazo cha 5, unakwenda wapi? Bega urajahe? Ni maswali mangapi? Ni bibazo bingahe? Kila mtu nataka ubaki unajiuliza hayo maswali. Umuntu wese ndashaka usigare wiyumvira ivyo bibazo. Mtu aliyejitambua kwamba ni faida ya wengine, yuko ari nyungu y'abandi, lazima atembee katika haya maswali 5. Ni ngombwa agende muri ivyo bibazo 5. Maana kuna watu wanakutegemea. Uko hari abantu bakura. Kuna watu wanakuhitaji. Unaweza kuwa hata ukusoma, lakini kuna watu wanakuhitaji. Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Hayo maswali nenda ukajipatie jibu. Maana wewe ulikuja kwa mpango wa Mungu. Haukuja bahati nasibu. Mungu anakuwazia mema. Kabla haja kuumba alikujua. Ungali katika tumbo la mama yako alikutakasa. Kuna wajibu wako hapa. Sasa lazima ujiulize hayo maswali 5. Tumesoma kitabu cha Esther. Ambazo ni habari za Esther. Mwanamke mwenzetu ambaye ameacha historia, na leo tunajifunza kwake. Wakati Hamani alisimama ili aweze kuangamiza Wayahudi wote, Mordekai akakumbuka kuna mwanamke ambaye nimemlea angali bado binti, nikamlea na ikafikia muda akaja kuwa malikia kwa nafasi ya mwanamke aliyepotoka ambaye ni Vashti. Sasa leo tunainukiwa na adui ambaye ni Hamani. Mordekai akajua kuna mwanamke ambaye ni jicho la familia, lazima nimukimbilie. Huyo mwanamke ambaye ni jicho la familia, ni jicho la Wayahudi wote, lazima nimukimbilie. Hizi habari ambazo tumezisoma ni wakati ambao Mordekai amejivika magunia. Esther akapata habari, akatuma wajumbe kwa Mordekai na kumpelekea mavazi. Mordekai akakataa. Njoma akaandika barua ambayo itamurudilia Esther, akatia emo yale yote ambayo Hamani anakusudia kufanyia Wayahudi. Kwa muda wa kwanza
Mwana wa mbere. Esther hakujitambua. Esther ntiyitahuye. Hello. Hello. Esther hakujitambua. Esther ntiyitahuye. Esther hakujielewa. Esther ntiyitahuye. Esther hakujitambua. Esther ntiyitahuye. Akaanza masababu. Atangura ibituma. Mtu ambaye hajielewi yeye ni nani anakuwaka na masababu. Masababu. Ibituma. Taifa linataka kuangamia. Ihanga lishaka kuangamia. Kanisa linakosa waimbaji. Ishengero ryabuze. Masababu ya nini? Kuberi. Njoo wewe utusaidie. Njoo. Esther kwa muda wa kwanza hakujielewa. Mordekai akamwambia, kwa nafasi ambayo uko leo, utajuaje kama ni Mungu aliruhusu ukue pale? Mungu alijua kama kipindi hiki kitatokea. Mungu alielewa hizi nyakati. Esther, funguka macho. Wende umsii mfalme. Tunataka kuangamia. Wewe ndiye macho yetu. Wewe ndiye tunabakia naye. Wewe ndiye nguvu zetu. Basi na ukinyamaza, Mungu maana hashindwi, atafanya njia sehemu nyingine. Lakini wewe utaangamia, taifa lako litaangamia. Usipofunguka macho utakufa mapema. Utakufa mapema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usipofunguka macho utakufa mapema. Esther akashtuka akakuwa hivi. Esther akaanguka. Mwanamke aliyejitambua. Esther akajitambua. Kupitia maneno aliyoambiwa na Mordekai. Na huku mauti imeandaliwa. Barua zimeandikwa. Na saini ni ya mfalme. Esther akajitambua. Alijitambua. Faida ya mwanamke aliyejitambua. Inyungu y'umukenyezi yitahuye. Niseme au niishie hapa? Vuge canke ngarukirizaho. Unataka kujua faida ya mwanamke aliyejitambua? Ushaka kumenya inyungu y'umukenyezi yitahuye. Faida iliyo katika mwanamke aliyejitambua. Inyungu iri mu mukenyezi yitahuye. Mwanamke aliyejitambua yeye ni nani? Umukenyezi yitahuye wari kwanza icambere ni msaada. N'ifashanyo. Ningekuwa wewe ningesema amen. Nalikuwa ndiwera kuvuga amena. Ni msaada. Ni fashanyo. Esther akafunguka macho. Esther aruguruka maso. Akaelewa neno la Mordekai. Atahura majambo ya Mordekai. Akasema hapa nilipo. Aravuga ati ahandi. Ni mie ndio msaada wale watu. Ndi fashanyo. Banataka kuangamia. Bashaka kugeza. Mie ndio msaada wao. Ndi fashanyo. Akamwambia Mordekai. Ambia Wayahudi wote wenye wako hapa Shushani wafunge na kuomba kwa siku 3. Na mie hata kama niko mpale pamoja na wajakazi nitafunga na kuomba kwa siku hii. Faida ya pili ya mwanamke aliyejitambua. Anajua siri inaitwa maombi. Aramenya ibanga ry'amasengesho. Amena. Nimekwambia nyuma yako kuna watu. Nakubwira ngo nyuma hari abantu ambao wanahitaji msaada kutoka kwako. Bakeneye ifashanyo iwawe. Ili uweze kufaulu. Kugira ngo urorane. Lazima ukue mama wa maombi. Ni ngo umukenyezi w'amasengesho. Acha kuwa nabakia mu maombi za programu ya kanisani tu. Leka kugira amasengesho ya programu. Mwanamke aliyejitambua. Ngore yitahuye. Ni jogo. Aravyuka kare. Mu ministeri tuko na jogo yetu inaitwa Mama Kasinde. Ministeri dufise Isake. Mungu akubariki mama. Mani guheza. Huyu mama anatuombea kila siku. Kila siku. Hata iko mgonjwa kumsema. Ikifika 4:05 napaswa kusikia maombi yake. Mwanamke aliyejitambua. Ndani yake mna nguvu za maombi. Wewe una nguvu gani? Mbega ofisi ngomeziki. Unaombeaka mume wako kweli? Mbega usengera umugabo wawe? Unaombeaka watoto wako kweli? Mbega urasengera igihugu? Unaombeaka kanisa lako kweli? Urasengera ishengero ryawe? Unaombeaka nchi yako kweli? Mbega urasengera igihugu cyawe? Mbona kazi ni kulalamika? Mbega vitu vimepanda bei. Vitu vinabadilika. Hakuna tena madeplasma. Wende kumagoti omba. Wewe njoo msaada wa nchi leo. Fashanyo y'igihugu no. Omba. Senga. Omba, Mungu atakusikia. Kuna watu wanatamani maombi yako ili wabebe. Aliyejitambua anajua siri ya magotoloji. Magotoloji ndio mimi naitaka. Amasengesho. Maombi haishindwaki. Amasengesho ntananigwa. Omba. Na maombi sio kazi. Amasengesho ntabwo ari igikorwa. Maombi ni maisha. Amasengesho ni wakati unaofaa omba. Wakati usiofaa omba. Mungu alikujibia omba. Mungu hakujibu omba. Ndio la Mungu linasema ombeni bila usenge. Ni
isi yose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Faida ya tatu, mwanamke aliyejitambua, kenyezi yitahuye, kinachomdhihirisha, ikimugaragaza, ndani yake mna ujasiri, muri yo hari ubushizi bw'amanga, sio mtu wa woga, sio mtu wa mashaka. Hiyo faida ya mtu aliyejitambua. Faida yake ya kwanza ni msaada. Ni hiyo Esteri sura ya 4 mstari wa 7 hadi 8. Alafu utateremka soma mstari sura ya 4 yote. Hanyuma igice cha kane gisoma cyose. Utaona vile Esther amejitambua kwamba yeye ni msaada. Esther yitahuye ko ari imfashanyo. Mtu wa maombi. Umuntu w'amasengesho. Mwanamke aliyejitambua ni mtu wa maombi. Umuntu w'amasengesho. Esther sura ya 4 Esther igice cha kane mstari wake wa 16. Wa 16. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na zipo nguvu za maombi. Harimo inkomezi mu masengesho. Nguvu za maombi inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Inkomezi za masengesho mu gitabo sura ya 16 igice cha 15 mstari wa 25 hadi 26. Hapo utaona nguvu za maombi. Inkomezi za masengesho. Pia kuna thamani ya maombi. Kandi ari agaciro k'amasengesho. Maana maombi inalipa. Kuko amasengesho arariha. Maombi inasemaka. Amasengesho aravuga. Maombi inapasuaka njia kwenye hakuna njia. Hatari njia. Maombi inaleta majibu. Maombi inampatiaka mtu kibali. Anakubaliwa hata sehemu asingekubaliwa. Maombi inampatiaka mtu kibali. Haleluya. Kitabu cha Esther sura ya 5 mstari wake ni wa 2. Haleluya. 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 Maombi amasengesho inampatiaka mtu mwelekeo. Iha umuntu intumbero. Maombi amasengesho inampelekaka mtu kuomba kiroho. Gusenga mu buryo bw'imhemu. Maombi inafunuaka siri na Roho Mtakatifu anafika na kuelekeza kuombea kitu hata kama hakijavaa mwili. Ahishura mabanga mwemu yaraka kwa magotoloji mnanielewa, lakini watu wa maombi mnanielewa. Abanyamasengesho mbega murantanga. Wakati Roho anaweza kupatia kitu ukiombee. Kiwagwaye kirungu gisenge. Mtu wa mwili hata kuelewa. Lakini macho ya Roho yalikwambia ombea hiki kitu. Sasa wakati unakitii na kukiombea, maombi haishindwaki. Mungu anasikia na anatenda. Haleluya. Kitabu cha Esther sura yake ya 5 mstari wa 3 hadi 4. Maombi inapatiaka mtu mwelekeo. Hapa Esther anakwenda kwa mfalme. Mfalme anamwambia nini haja ya moyo wako? Hata sehemu ya nchi nitakupatia. Lakini kwa sababu alikuwa mtu wa maombi, maombi kamwambia nyamanza. Nyamanza. Andaa chakula. Usisemi kwanza ombi, we fanya chakula. Maana Mungu alielewa kwamba huyu nyuma yake kuna watu wanamuangalia. Lazima nimsaidie maana amenikimbilia. Lazima nimsaidie maana nikimsaidia yeye nasaidia taifa. Maombi yako inabeba watu wengi. Ukijitambua hautaacha kuomba. Haleluya. Maombi kampa mwelekeo. Esther akanyamaza akamwambia mfalme, nimeandaa karamu. Njoo wewe na Hamani. Na saa alifika, mfalme akamwambia nini haja ya moyo wako? Nilisoma hili neno. Mfalme alimwambia mara 3. Nini haja ya moyo wako? Hata kipande cha nchi nitakupatia. Esther akamwambia leo, kesho tena karibu. Ukie tena mchangie. Nibafanyie karamu. Kesho tena karibu. Kule kumwambia kesho karibu. Kwa sababu maombi ndio ilimupa mwelekeo. Mungu akaanza kumkumbusha mfalme kazi yenye Mordekai alifanya. Nataka nikwambie, ukikubali kuongozwa na Roho na kufanya mapenzi ya Mungu, vingine vita Mungu atavimaliza katika kimya.
Vingine vita Mungu atavimaliza muukimya. Izindi ntambara Imana izirangiza yiceceka. Esther ayasema, Esther ntaravuga. Anamwambia kesho karibu. Yambwiye ngo ejo karibu. Mungu naye anashughulika. Imana ikisema. Imana iravuga. Akamkosesha usingizi. Imubuza mahoro. Ni Mungu ndio alifanyaka vile. Imana yabikoze. Anamkosesha usingizi. Imubuza mahoro. Na huku pako rendezvous ya kesho. Ejo hariyo gahunda yetu. Ili waje kuchangia chakula. Na huku Mungu anamkosesha usingizi. Mfalme analetewa vitabu za kumbukumbu ya ufalme wake. Anaanguka direct kwenye Mordekai alimuokoa mumikono ya adui. Na huku kesho pako sherehe, karamu inaendelea. Leo usiku mfalme anaangukia kwenye Mordekai alimuokoa. Huyo usiku mwanamke mwingine mbaya ambaye hajielewi, hajijui, msaidizi mbaya anaitwa Zereshi anamwambia Hamani, ulialikwa kwenye karamu lakini kwa sababu ya ule Myahudi hautafanikiwa. Mimi nakushauri tumwandalie mti ili aweze kutundikwa. Kesho asubuhi utoe raporo kwa mfalme. Sasa unaenda kula kule, toa raporo kwa mfalme. Huyo usiku Mungu anamwambia Mordekai mfalme Asuero anakosa usingizi. Kukosa usingizi kwake wote tereo ni mtu huyu. Sema mtu mmoja. Vuga umuntu umwe. Anaitwa Mordekai. Mordekai. Hamani anaandaa mti wa kumtundika nani? Anaandaa mti wa kumtundika nani? Igiti cyo kubamba. Mungu naye anamkosesha usingizi kwa sababu ya nani? Kuberande. Huyu anaandaa mti wa kumtundika. Huyu anaandaa kumupa heshima kesho. Huyo mtu huyu. Huyu nawe. Huyu muntu umwe. Unajua nini ilifanya Mungu akreye hiyo? Nguvu za maombi ya mwanamke. Baraka za masengesho. Chapa makofi kwa ajili ya Mungu. Usizarau maombi. Maombi haishindwaki. Maombi ni akiba. Leo haujaona venye uliombeaka. Omba tu. Mungu ni mwaminifu. Amena. Haleluya. Amena. Faida ya tatu. Inyungu ya gatatu. Mtu aliyejitambua. Umuntu yitahuye. Ni mjasiri. Ni umushizi w'amanga. Ni mjasiri. Ni umushizi w'amanga. Ni courageuse. Hana woga ndani yake. Ntabwo afise muri we. Hana. Esther baada ya kuomba, Esther ya kusenga akawa jasiri, akasema nitakwenda kinyume cha sheria kwa mfalme, nitakwenda. Unajua nini limupatia nguvu? Bega niki cyamuteye intege? Tujuru ni maombi na masengesho. Ikaondoa woga ndani yake, ikaondoa mashaka ndani yake, maana mashaka ni adui wa imani. Esther ni msaada kwa wengi. Na wewe uko msaada kwa watu wengi. Mungu anakudai uwe mjasiri. Hata kama maisha ni magumu, pambana. Hata kama uoni njia, pambana. Akijitambua, iko na umakini, afise ukugaba wa mavazi, inyambaro. Sema umakini wa mavazi. Sema kwa nguvu, umakini wa mavazi. Umakini wa mavazi. Kuna wamama wako hapa, hari abamama bari hano, hawako makini kwa mavazi. Ntago bagavye mu kwambara. Hakuwa kina nguo ya mkanisa, ntafise impuzu yo hakuwa kina nguo ya mugikoni, ntafise impuzu yo. Na kwa mwenye alikuja hapa, alivaa zose ndazifise. Kichwa kinafanana kingine, libayani kingine, kikwembe cha chini kingine, cha yulu kingine. Banazitaka zose ndazifise. Changa changa. Anakuja mkanisa anavala changa changa. Anakuja mkanisa ananukia watu shombo. Anakuja mkanisa wala hakukoga, ni mchafu. Siku ya repetition njo kabisa. Mama bizaka biko vya mweusi yo. Yo mama Mungu atusaidie. Wa mama Mungu atusaidie. Umakini wa mavazi. Nikiongelea mavazi naanzia kichwani. Bavala vitambala Bavala vitambala. Tukifungua hiyo kichwa tutakutana kinaokoka. Wasanga bikishijwe mbega. Tutakutana
kinaokoka. Bega tunasanga mu baba la maperike. Abambara maperike. Ukitoa hiyo perike, nywele zinatakasika. Bega imishatsi irejejwe. Mama nakwambia mimi nasukaka. Mama kaga jenda suka. Mimi nasukaka vitu ya miezi 6. Jesu kibiru imara meza 6. Baba wa watu ulishamutesa. Umupapa wabandi vyaramukomerekeye. Baba ulishamutesa. Umupapa waramukomerekeye. Mimi vraiment balinisuka. Je bansutse. Bisuko vya bei. Bisuko vy'ibei. Jo maana mimi nafanyaka tu 6 mois. Cyo mara meza 6. Mu mwaka nasukaka mara 2. Mu mwaka nsuka 2. Unaitiwa kuombewa. Uhamagariwe gusenga. Mama Kasinde muombaji mama. Mama Kasinde. Shughulikia huyu mwanamke. Ni mwitwarariko mukene. Anahitaji ufungulivu. Akeneye kubohoka. Mama anatia plante mu kichwa. Mama anashiramo plante mu mutwe. Mara 2 kwa mwaka. 2 mu mwaka. Mimi napendaka hii plante. Ndakundi plante. Juni kienda msalaba na chanuaka. Kanje muri sala baritsokoza. Bana chanua plante ngozi je. None basokoza plante none umubiri nawe umeze gute? Hapa biko haki, hapa biko haki. Aha nta bibaho. Biko Bulaya. Biri hari Bulaya. Mama kuvala. Mama kuvyara kwa kwambara. Kuvaa manguo. Nyambaro. Hana umakini. Esther alikuwa makini. Yabaye magabo. Alijua naenda kwa mfalme. Namenye ko yagiye ku mwami. Lazima nivae vazi la ngombwa nambare inyambara. La kimalkia. Ngombwa nambare. Mwenye naenda kutanana naye. Sio mume wangu tu. Ntagaru umugabo waje. Iko na double fonction. Afisi ibikorwa ni mume wangu. Ni mugabo wanje. Tena ni mfalme. Kandi ni umwami. Hivi naenda kutanana naye. Siendi kama mke. Naenda kama msaada. Kuna watu wameniomba msaada. Kuna taifa linaangamia. Naenda kama msaada. Baada ya kujijua niko msaada, baada ya maombi, napasha kuwa makini. Napasha kujua naenda kutana na nani. Naitiwa kuvaa hamagariwe kwambara gute. Amen. Kama kuna mama watu wanatuchafulisha huko nje. Nimba hari abakenyezi batu ni wa mama walokole. Abakizwa. Mama mlokole hana nguo ya kanisani. Abalokole nta mpuzu yo mwishema. Hana nguo ya kilioni. Nta mpuzu yo kukilio. Hana nguo ya nyumbani. Nta mpuzu yo muhira. Mwanamke aliyejitambua. Gore yitahuye. Iko makini. Aragaba. Kama Esther alijielewa ni mfalme. Ni Esther yaritahuye. Na ni mwanadamu. Wewe unakuja kwa mfalme wa wafalme. Kaza mu mwami wa Mungu ni mtakatifu. Imana ni yera. Njoo uko safi. Neza. Amen. Ulishinda na nguo mugikoni. Ilwanyi mpuzu mugikoni. Ulitengeneza ndagala kama ni nyamunyamu. Wakiza nyamunyamu. Kisha kwenye hauna hayo ukajipanguzia eko. Kisha saa ya kanisa inakaribia. Ndio wewe ule naenda kanisa. Nenda kanisa. Ukifika mbele ya wenzako, wanaanza kutoka muwepo. Baluanjere nabo kwa makusudi. Kunyoosha mikono tumtukuze Mungu. Mama anashindwa kunyoosha mikono. Anakuwa tu hivi. Juu anajielewa kwanza. Haiko msafi. Hapa Warabuni hakwenda kupatengeneza. Akifanya hivi, watu watatoka mkiroho. Na inzi zitamfuata juu ya ndio anakuwa yote hivi. Bandu kumusimame. Oya jenda gwaye. Oya. Pepo takasika. Impemu zo kwezwa. Sijui kama unanielewa. Sindiko muntahura. Umakini wa mavazi. Kuba magabo mu kwambara mnyama. Jua naenda wapi? Menya aho. Tuko na programu ya maombi kanisani. Siku 2 siku 3. Tutakuwa mbele za Mungu. Hakuna kutoka. Mama nana kwambia hivi nimefunga mama kasi. Maana kile 3 jours. Sitakoga. Juu niko mu mafungo. Ndi mu masengesho. Anafunga vyote. Anafunga roho. Anafunga akili, anafunga na mwili. N'umubiri. Pepo shindwa. Wa mudaimoni none. Unahitaji ufungulivu. Ukeneye kubohoka. Mama anaogopaka kuoga usiku. Mama atinya kuoga. Ananawaka ku migulu. Akakaraba ku maguru. Mbele alale. Mbele kwa jana. Ananawa migulu. Akaraba ku maguru. Kisha kilamuka usubuhi. Azite kumgito. Wa mukapitale. Unajiuliza alala kushamba. Migulu inala matonya ya mikojo. Alienda mtoleta akakojoa. Hakujitawaza. Akarudia akalala na bwana yake s'il vous plaît. Wanaume Mungu awapatie roho ya kabambi. Agabo bamutima ukomeye munini. Banavumilia kabya mingi. Barihangana byinshi. Banavumilia kabya mingi. Bihangana byinshi. Mama
Mama hajui kujipatia usafi. Esther alijua ni mume wangu. Napaswa kuwa proper. Alafu system yenyewe siku hizi ni mbaya. Bwana yako, mume wako, yeye anakuonaka musura za kuchacha. Uliamka hauna makeup. Uliamka hauna perike. Hauna plante. Lakini ukitaka enda kubale wako wale wengine wale unatia vile vyako vya kutia. Kisha ukirudia mzee wa watu wa ndugu anakufa na yasho ya kasampunyu. Kama unapaswa kuwa msafi, usafi wa kwanza kwa mama waolewaji ni kwa mume wako. Ni kwa mume wako. Kuna muda mwingine tunawasukuma kwenda kuona makahaba. Ndio kitu wanashinda makahaba. Asilia ya malaya. Cha kwanza ni usafi. Ichambere bakora ni kahaba. Cha kwanza ni usafi. Chambere ni suku. Lakini wengu jana namaze kushikama. Lakini sitatoka. Narabushishemo wewe. Atakukimbia. Azoguhunga. Usafi. Isuku. Mwanamke ambaye aliyejielewa kwamba yeye ni mwanamke ambaye ni faida kwa wengine, kwa nyungu kubandi, ni msafi. Agira isuku. Geukia jirani yako mwambie uwe msafi. Mwambie hata kufaa kitu micho nakutuma. Micho nilisema wewe mwambie tu. Uwe msafi. Uwe msafi. Isuku. Uwe msafi kanisani. Mwambie uwe msafi kanisani. Mwambie uwe msafi nyumbani. Mwambie uwe msafi. Mume wako anahitaji kukuona kila siku kwa mbichi. Ili akutamani. Ili akuhitaji. Wewe ni mwanamke tegemeo la watoto. Wewe ni mwanamke tegemeo la kanisa. Wengine wanaogopa hata kuwapresente. Abandi banaro kuvuga abagabo babo. Banamuliza mume wako. Akaza umugabo. Huyu ndio mke wako. Bego no mugore wawe. Enjoy yeye. Nuonyene. Anaangalia kwanza. Akaraba kwanza. Gisi yeye amevaa. Ukunu wewe yambaye. Na gisi wewe umevaa. Nukunu wewe wambaye. Ulishakaona gisi balokole wanatembeaga mu barabara wakienda kanisa. Abarokole bagenda mu barabara. Ushabiona? Maze kubibona. Gisi balokole wanatembeaga wakienda mu kanisa. Abarokole bagiye kuisenga. Nibaoneshe. Tabereke. Gisi couple za balokole zinatembeaka. Kuno rugo gobo. Kwenda mu kanisa. Bagiye kusenga. Tena banasema banapendana. Bali bakava ngo barakundana. Mamangu kuya. Kani baoneshe. Huyu ni mama mchungaji wangu. Huyu ni mama mwongere wangu. Ndio maana nasema ni mama wangu. Tunapendana. Tunakundana. Huyu ni mume. Huyu ni mugabo. Mimi niko mke. Tumeenda kanisani. Kusenga. Mume wende. Mugabo genda. Mume wende. Mugabo genda. Huyo ni mume. Huyo ni mugabo. Mume huyo. Huyo mugabo. Anakuwa barabara ya 6. Ndio wageze kuja gatanda. Mume huyo. Mugabo. Barabara ya 6. Ageze kuja gatanda. Njoo mimi nakuya sasa. Ndio naaje. Tunaenda mkanisa. Tuje kusenga. Unajua inakuwa ni kwa nini? Merci mama. Unajua ni kwa nini? Unajua ni kwa nini? Kuto kujitambua. Kutitambua. Na ya pili. Cha kabiri. Banavala mangelepa. Yambaye mangelepa. Na mwendo wao ni mangelepa. Kandi ni ntambuko zabo ni mangelepa. Mke na mume wakiishi pamoja. Na demarche wanafananaka. Ngendo zirasa. Na mavazi wanafananaka. Ngambaro warasa. Kwenye watamuona mume wangu saa hii. Watajua ni mume wa faida. Tulivaa tukataka kuingiliana. Nguo yangu inataka ingia muya kwake. Hapana mume shone na wewe fere. Ni vitu gani? Muko vitu gani? Bega imeze gute. Ni parti politique? Bega no mugwi wa politique. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki. Amen.